Sherehe hii tunayoifanya siku ya leo, tunayoianza kwa adhimisho la misa takatifu, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wito wa huduma kwenu ninyi ndugu. Na katika misa hii tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza mtambue vizuri kwamba jukumu mnalolifanya sio kazi tu, bali ni wito wa huruma ya kutoka kwa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. Tunawaombea muendelee kutoa huduma hiyo kwa ufanisi wa hali ya juu, mkiongozwa na huruma ya Mungu kwa watu wake. Kumbe tunaungana nanyi siku ya leo kumshukuru Mungu kwa huduma mnayoitoa, lakini pia kuombea kwa Mungu ili kazi hii mnayoifanya, ambayo kweli inahitaji majitoleo makubwa, muifanye siku zote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini nanyi pia kupitia kazi hii nyeti muweze kujitakatifuza hapa duniani, na hatimaye mwisho wa siku muweze kuona uso wa Mwenyezi Mungu. Basi nipende kuwakaribisheni nyote katika adhimisho hili la misa takatifu. Ndugu zangu, tukitambua kwamba sisi ni wakosefu na tunatamani sadaka hii iwe ya kupendeza machoni pa Mungu, tuanze kwa kumuomba Mungu msamaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Kufufuka katika wafu, tapite na wala mauti haimtawali tena. Tapite na wala mauti haimtawali tena. Haleluya.
Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba leo tumekusanyika hapa kwa moyo wa shukrani na upendo kwa Mungu kuadhimisha sikukuu ya wauguzi katika taasisi yetu, ambayo sikukuu hii kitaifa na ulimwenguni kote iliadhimishwa tarehe 12 mwezi huu, si ndivyo? Lakini sisi kwa sababu hatukuweza kuadhimisha tarehe 12, baadhi ya wenzetu walienda kushiriki kule, na hivyo tukaona tuiadhimishe siku ya leo. Leo hii tunapoadhimisha siku hii, tunaongozwa na mwanga wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 44 hadi ya 52, lakini pia sehemu ya mwinjili Yohane sura ya 14 aya ya 7 hadi ya 14. Na sehemu hizi za maandiko matakatifu zinatupa msingi wa wito wa huruma. Wito wa huruma maana yake ni mwanadamu ameitwa kuendeleza na kuonesha huruma ya Mungu kwa wanadamu wengine. Sehemu ya masomo haya mawili yanatupa msingi huo, wito wa huruma. Kutoka katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, tulichokisikia ni kwamba Paulo na Barnaba wanaendelea kutangaza Injili, kueneza ujumbe wa Mungu kwa watu wote. Na katika jukumu hilo la kueneza ujumbe wa Mungu, wanakutana na watu wenye nguvu, wenye mamlaka. Tulichokisikia, tuliambiwa kwanza waliwaonea wivu, lakini baadaye wakuu wakaona kana kwamba ujumbe wanaoupeleka kwa watu unaleta ghasia katika miji. Kwa hiyo wakaanza kuwazuia wasitende kazi ile. Na sio kuwazuia tu, wakaanza kuwatafutia visa na sababu za kuwashitaki kwamba jambo na kazi wafanyalo si halali, kwa sababu walikuwa wanaeneza ujumbe wa Kristo mfufuka, ambao chimbuko lake na misingi yake haki, upendo, msamaha, huruma ya Mungu, lakini kwa ujumla kufanya mwanadamu aishi kwa namna inayopendeza. Watu wakachukizwa na jumbe hizo na wakaanza kuwasonga. Lakini tulichoambiwa ni kwamba Paulo na Barnaba, pamoja na kusongwa na magumu hayo, kwa sababu walitambua kwamba jukumu walilokuwa nalo ni wito kutoka kwa Mungu, wanapaswa kueneza huruma hii kwa watu wengine wote, wajitambue, wafahamu. Paulo na Barnaba hawakukata tamaa,
bali waliendelea kutangaza ujumbe ule kwa ushujaa mkubwa. Niliposoma sehemu hii ya maandiko, nilikuwa nafikiria kutafuta somo lingine ya siku la leo, lakini nikaona nitumie somo hili kwa sababu linasadifu kazi na majukumu ambayo wanayo wauguzi. Wauguzi mnafanya kazi ile na kwa moyo ule ambao Barnaba na Paulo walifanya hivyo. Barnaba na Paulo wamesongwa na magumu, watu wakiwataka waache kutenda kazi ile, lakini wao kwa kutambua kwamba jukumu lao ni nyeti, wanapaswa kuendeleza huruma ya Mungu kwa watu wake, hawakukata tamaa, waliendelea kusonga mbele. Wauguzi wa leo, labda wa siku zote, mazingira yenu ya kazi ukiangalia kwa makini hayana tofauti kubwa na haya mazingira ambayo Paulo na Barnaba walikumbana nayo. Majukumu yenu ni makubwa, ni nyeti, ni kazi ya thamani isiyo na kifani. Lakini pamoja na unyeti wake, wako ambao hawaelewi wala hawaelewi jukumu lenu. Bado wana uwezo wa kuliona kama jukumu la chini, la kawaida sana, si la muhimu sana. Lakini sio hapo tu. Katika utendaji wenu mnakumbana na changamoto nyingi, kutoka kuanzia kwa watu waliowaajiri, na hata kwa wagonjwa wenyewe, na hata kwa wale wanao ndugu wa wagonjwa. Mara nyingi hawaelewi. Mahali penu pa kazi siku zote, hata kama waajiri wangejitahidi kiasi gani, sidhani kama wako wauguzi mahali fulani wanafanya kazi na kusema kwamba sasa rasilimali watu ni kubwa kuliko uhitaji. Bali siku zote utagundua kwamba kuna upungufu wa wahudumu, kuna upungufu wa watumishi. Jukumu ambalo labda walipaswa wafanye wauguzi 4, wanafanya 3. Lakini wauguzi hawa, kwa sababu ya utambuzi wa kwamba kazi yao si kazi tu, ni wito pia. Wanachokifanya pale si swala la kusubiria mshahara mwisho wa mwezi. Ni swala linalohitaji huruma kwanza kwa huyu unayemhudumia. La sivyo, wangekuwa wanamtazamo wa kuangalia mshahara tu, nadhani vifo vingekuwa vingi sana. Na wangekuwa na sababu nyingi za kusema sababu ya kifo hiki ni hii. Lakini kwa hofu ya Mungu na kuwahurumia watu, bado katika mazingira hayo magumu mnaendelea kutimiza majukumu yenu kadiri ya uwezo na nafasi mbalimbali Mwenyezi Mungu anazoendelea kuwapa. Sehemu ya somo la Injili, mwinjili Yohane sura ya 14 aya ya 7 hadi ya 14, tulichokisikia ni kwamba Yesu anawaambia wafuasi wake, hasa kupitia Tomaso, aliyeniona mimi amemuona Baba. Aniaminie mimi atazitenda kazi nizifanyazo. Maana yake nini? Aliyeniona mimi amemuona Baba.
aliyemuona Kristo amemuona Mungu. Ujumbe tunaoupata hapa ni kwamba kazi tuzifanyazo kwa watu wengine, tukizifanya vizuri, zinaonesha uso wa Mungu kwa watu hao. Kazi muifanyayo ambayo kwa namna ya pekee kwa kweli ni huruma, mnaeneza huruma ya Mungu kwa watu wake, mkiifanya vizuri, uwepo wa muuguzi mbele ya mgonjwa anapohudumiwa vizuri, hakuoni wewe kama mwanadamu wa kawaida tu. Na ndiyo sababu kila mgonjwa anayehudumiwa vizuri haishii kusema yule nesi namshukuru. Walio wengi huanza namshukuru Mungu kwa zawadi ya huduma ya huyu muuguzi. Maana yake nini? Uso wa huruma ya Mungu unaonekana kwa mgonjwa, kwa mhitaji, kupitia uso wa muuguzi. Majukumu mnayoyafanya kwa kweli ni moyo wa taasisi ya afya. Mgonjwa akija anaanza kwa muuguzi, na mwisho akitoka anaishia kwa muuguzi. Kwa hiyo bado majukumu yenu ni nyeti, na lazima mtambue hivyo. Na unyeti wa jukumu lenu msilipe thamani ya fedha hata siku moja. Haviwezi kufanana. Kwa hiyo lazima utambue kwamba kazi hiyo uitendayo, jukumu hili ulopewa, lina maana kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunawaombea wauguzi wote, wajaliwe afya njema, ili waweze kuwahudumia wagonjwa kwa ufanisi zaidi. Pokea ombi letu Baba.